Nataka kwenda kuongelea hii mada ya ukosefu wa nidhamu shuleni. Sisi kama wazazi, ni sisi ndio tumefanya hii kitendo imekuwa vile iko saa hii. Maana tulitoa kiboko shuleni, nidhamu ikasambaratika. Lakini nilikuwa naonelea kwamba wizara ya elimu pia kuna vile wamelala darasani. Maana by the time tulikuwa na Matiang'i hatukuwa tunaona visanga kama hizi, na watoto hawakuwa na bemberezwa. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba Rais Ruto, ukitoka mahali uliko, kitu ya kwanza ufanye ukifika hapa Kenya ni kutoa waziri wa elimu, ulete mwingine ule anaweza fanya kazi. Maana huyu tayari amedhihirisha ya kwamba ameshindwa. Kama saa hii watoto wanarudi nyumbani juu ya kusoma shule, na bado wengine wale wamebaki huko wanazidi kuchoma mashule, haitakuwa jambo la kuchukulia kwa mzaha. Kwa hivyo tunataka waziri Ogamba akanyage frame, na mwingine aletwe ule anaweza fanya kazi. Na kama iwezekani, sisi wenyewe kama wazazi tutachukua jukumu mkononi mwetu. Na pia nataka kuongea na wazazi wote wale wananisikiza, ya kwamba kupatia discipline watoto wetu inaanza na sisi wenyewe. Tusiwachie jukumu yote ya kupeana discipline kwa walimu peke yake. Hata kama ni hao wanashinda na hao wanafunzi muda mrefu, lakini inafaa sisi pia tuchukue wakati wetu wa kuelimisha wanafunzi, wa kuwaelekeza kwa mifano ya nidhamu, na ili wasipotoke vile wameanza hivi. Juu wakiendelea kuchoma mashule watasomea wapi? Na wasiposoma pia uhalifu itakuwa mingi sana. Na kwa wale wazazi wale watoto wao washawashinda na nguvu ama na hawasikii maneno hata wakiambiwa, itakuwa jambo la msingi ya kwamba walimu kwa kila shule wa identify wale watoto wanaona ni vichwa ngumu ama vichwa mbaya, ili ya kwamba by the time wanapelekwa shule ikuwe serikali pia ishapewa ripoti ya kwamba mwanafunzi fulani na fulani si wale wanafunzi wale wanaweza pewa maagizo wafuate. Ndiposa wakianza kusumbua shuleni, kabla wachome shule, ikuwe serikali inaweza chukua hatua ya kudeal nao na kuwaweka kwenye line. Maana hatuwezi wazuia ya kwamba wasisome. Kusoma lazima wasome, ndio hata hao pia wapate akili ya kunufaika hapo baadaye. Lakini isikuwe ya kwamba wanaenda shuleni, wakifika huko ili badala ya kusoma au wanaangamiza wenzao. So naomba serikali ya kwamba waanze kufanya marekebisho. Tuliona tulipeleka petition, na by the time ilifika jioni PS wa education alikuwa tayari ametolewa kwa hiyo kiti yake. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba alipewa transfer, si ya kwamba alitolewa. Mtu akishindwa kazi ni mzuri atolewe, aenda ashughulike na nini zake. Maana Wakenya wako wengi na wale wanaweza fanya hiyo kazi pia ni wengi. So kushinda umerecycle watu wale hawawezi kazi, hiyo pia tutaki na tutakubali. So kwa Mheshimiwa Ruto, ukirudi, jambo la kwanza ni ya kwamba waziri Ogamba akanyage frame, na si kumrecycle ati unamtoa hapo unamweka kwa ministry nyingine. Ni ya kwamba aende nyumbani, mwingine ule anaweza fanya hiyo kazi, aletwe kazini. Na washukuru, ni hayo tu, na Mungu awabariki.